Tuingie katika mdahalo kama huu. Kwanza labda kwa salamu na kufahamiana, basi tutakaribisha walimu wote ili tupate sasa kujieleza, kupata mwelezo kwa kutoa salamu na ajieleze ni nani. Inshallah tutaanza kwa Sheikh wetu, yuko hapa Sheikh Daudi. Basi Sheikh Daudi, inshallah karibu kwa ajili ya salamu na kujieleza. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni kama hivyo umesikia, naitwa Daudi Abdallah, ndio majina yangu. Na alhamdulillah kwa neema ya Uislamu mimi ni Muislamu. Na inshallah nadhani mwalimu ndo huyu amekuja kwa ajili ya kuelimishana kwa jambo hili la msalaba. Hivyo inshallah tutapata screen kabisa tushare live ili watu wapate kufaidika kutokana na jambo hili. Na inshallah kitakapoenda kutambulika, basi tufuateni haki, tuzikandamize mioyo yetu, na batili litakapoenda kuonekana basi tuachaneni na batili vile vile. Na shukrani sana. Huyu ni Sheikh wetu Daudi kwa utambulisho wake huu, na tutaenda moja kwa moja tena kwa mwalimu wa upande wa pili, naye pia aweze kutusalimia na kujitambulisha inshallah. Karibu sana Mariga Omwenga. Asante, ninashukuru kwa wanaukumbi kwa kunikaribisha. Jina langu kama vile ambavyo mwelekezi amesema, mimi naitwa Mariga Omwenga. Natokea katika nchi ya Kenya. Na hivyo basi ninashukuru sana kwa sababu ya kuja kwenu ili tuweze kuwa na mjadala huu. Ikiwa wewe ni Mkristo unayesikiza, ninakukaribisha. Na huenda akawa amepata simu, labda anapigiwa simu, kitambo cha kurejea na kumaliza huo utambulisho wake. Basi inshallah tumkaribishe Sheikh Abu Abdullah, mwalimu wetu huyu, naye aweze kutusalimia walau atupe kalima juu ya mjadala huu ambao utakaoendelea hapa. Ni kifo cha Yesu msalabani ndio iko mezani inshallah. Karibu Sheikh Abu Abdullah, walau kalima na pia utupe salamu. Naam, shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sitokuwa mzungumzaji inshallah, zaidi nitakuwa ni msikilizaji. Kwa hiyo ningerudisha tu mic kwa mwalimu wangu Khilafa ili tuweze kuendelea na pale alipokuwa amefikia bwana Mariga. Shukran. Naam, Mariga karibu, endelea na Asante. Samani kidogo ilikuwa imeingia sikutarajia. Naam. Nafikiri sasa mnanipata vizuri sana. Basi vile ambavyo nimetangulia, mimi ni kuwakaribisha wasikilizaji wa pande zote mbili ili kwamba waweze kusikiliza namna mada itakavyoendeshwa. Na hivi basi wao watakuwa ni wenye kusikiliza, maamuzi watafanya wao kibinafsi kwa minajili ya faida yao. Kwa hivyo kwa sababu ya muda nitarudisha kipasa sauti ili kwamba mwalimu aanze kusimamisha mada. Na asante sana Mr. Mariga Omwenga. Tusisahau mada kama hii ama mdahalo kama huu uko chini ya minadhulumati ila nur dawatul islamia, ndio unadhamini mada kama hii, na mambo ambayo tutakayofuata ni ya usawa, na tutaelekezana na kufundishana
na mada zitajengwa kwa njia ya utaratibu na njia ya upole na kwa upendo na kwa amani kabisa, bila ya vurugu wala na Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mwanzo tumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kutujalia sie kupatana tena hapa kwa ajili ya kuelimishana. Na ningelipenda ndugu zanguni Waislamu na hata kwa wale wasio Waislamu, mwanzo mniazime masikio yenu ya nyoyoni kabla ya masikio yenu ya nje haya, katika kuifuatilia vizuri sana hii mada. Maana hii mada ya msalaba ama ya Bwana Yesu Kristo kufa na kufufuka ndio mada ambayo ni imani mama katika wenzetu. Hapa ndo ambapo wenzetu wametegemea imani mama wenzetu, kama pale Paulo anaposema katika kitabu cha Korintho wa kwanza 15 mstari wa 18 ya kwamba na kama kwetu sisi Kristo hakufufuka basi imani yetu ni bure. Bimaana kwa hao kama Yesu hakufufuka na falsafa kufufuka lazima wewe umekufa. Kama hautoamini hivyo Mkristo, unakuwa imani yako wewe imeenda na maji kwa namna hiyo. Na wenyewe wana itikadi ya kwamba Bwana Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi zao, bimaana ameichukua ile laana ya Torati, kama inavyosema katika kitabu cha Wagalatia. Tusome hapa katika kitabu cha Wagalatia 3 mstari wake wa 13, ambao inasema kwamba Kristo alitukomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, kwa maana imeandikwa kwamba amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Kwamba Kristo tunaambiwa kwamba amelaaniwa, amefanywa laana ya Torati, bimaana amelaaniwa. Kwa sababu gani? Sababu ya kulaaniwa unaambiwa kwamba imeandikwa kwamba kila aangikwaye katika mti amelaaniwa. Na wenzetu hapa wanaamini ya kwamba Bwana Yesu Kristo aliangikwa katika mti, bimaana ili wewe ufikie mwanzo kuamini ya kwamba Bwana Yesu ameangikwa katika mti, jua kwamba unaamini ya kwamba Bwana Yesu Kristo yeye amelaaniwa, kitu ambacho ndio cha kwanza sisi Waislamu tunakuwa wenye kukipiga vita, kwa sababu haiwezekani mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulaaniwa, sababu hizi ndio adhabu walikuwa wakipewa watu kulingana na Torati wakati na huo. Kiangalia hata Qur'ani inakubali katika sura 3 yake ya 33 ya kwamba adhabu ya wale watu ambao wanachafua dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanamkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, watu wa namna hiyo ndio walikuwa wanapewa adhabu kama hizi za kuuliwa, kama kukatwa mkono ama kuangikwa misalabani. Shaona. Kwa hivyo si mwanzo tunapokataa kwamba Bwana Yesu Kristo hakuwahi kufikia katika hicho kifo cha msalaba, ni kwa sababu tunamtoa kutokana na hizi kauli ambazo Mwenyezi Mungu alikuja kusema kwamba ukiona mtu ya kwamba yeye ameangikwa katika msalaba, basi mtu kama huyo amelaaniwa. Sasa itakuwa ni mtihani ya kwamba Bwana Yesu Kristo amelaaniwa hali ya kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini atakapokuja pengine mwenzetu atakuja aje atuelezee vizuri ya kwamba kama Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, jambo la kwanza uje utuambie ya kwamba hii laana ya Torati ni gani? Laana ya Torati ambao Bwana Yesu Kristo amekuja kutukomboa ni gani? Uje utuambie. Alafu na kama itakuwa ameangikwa, kila aliangikwa katika msalaba na Bwana Yesu aliangikwa katika msalaba, naomba amelaaniwa, je, unafikiana kwamba Bwana Yesu Kristo amelaaniwa? Na kama kweli unafikiana kwa Bwana Yesu Kristo amelaaniwa, je, katika kitabu cha amelaaniwa kwa ajili ya dhambi zetu, inakuwa ni kitu ambacho hakiingii katika akili ya kwamba sisi tufanye dhambi alafu baadaye Yesu aje ndo atukomboe sisi kwa kufa msalabani? Inakuwa ni kitu ambacho hakiingii katika akili. Ukiangalia mitume na manabii nyuma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisheka mtiririko ya kwamba pindi mtu anapofanya dhambi, anapokuwa ametoka katika msingi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ametupangia sisi kumwabudu yeye,
basi cha kufanya yeye ni kutubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kila katika kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 20 ya kwamba roho itendao dhambi ndiyo itakayo kufa, ya kwamba baba hatachukua dhambi mwana, wala mwana hatachukua dhambi ya baba, bali kila mtu atakuwa responsible kwa ajili ya dhambi yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo hizi stories za kuwa yuko mtu mwingine ambaye amekufa kwa ajili ya dhambi zetu ili sisi ziondoke, inakuwa ni sintofahamu hata kulingana na Taurati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile iko kauli ambayo inakuja kwamba huyu Bwana Yesu ni Pasaka, ya kwamba yeye amekufa ili afanywe Pasaka, ya kwamba sasa hakutochinjwa tena wanyama wengine kwa sababu Pasaka ameondoka. Lakini kitu kingine cha kushangaza ni kwamba katika kitabu cha Kutoka 21 mstari wake wa 21 mstari wake Kutoka 21 radhi mstari wake wa 20 na ngapi? 21 ni Kumbukumbu la Torati nafikiri Sheikh. Naam, Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 21, 22, 23. Naam. Kumbukumbu la Torati 21 mstari wake wa somewhere hapo 22-23 napata kwamba Wayahudi wanaambiwa kwamba watakuwa na Pasaka yao itakuwa ni Pasaka ya milele. Mwenyezi Mungu anaambia kwamba hii itakuwa ni Pasaka ya milele. Bimaana ukisikia ni ya milele, maana inabaki ya kwamba haianguki, inabaki hiyo milele na milele itakuwa ikiendelea. Sasa mkija kutuambia kwamba yuko Bwana Yesu alikuja kama Pasaka naye akachinjwa na ile Pasaka ile ikavunjwa, na tunajua ahadi ya Mwenyezi Mungu inasimama, hakuna ambaye anaweza kuvunja ahadi ya Mwenyezi Mungu. Ilikuwaje hii ahadi ya Mwenyezi Mungu je ivunjike, ya kwamba ile Pasaka sasa isiwe tena Pasaka milele, hali ya kwamba Mwenyezi Mungu sio Mungu wa contradiction, hawezi kujichanganya. Kwaje Mwenyezi Mungu kule ametuambia kwamba ile ni Pasaka ya milele, alafu huku tunakuja tunaona kwamba iko na mushkil namna hiyo. Lakini pia vile vile ukiangalia hata kisa cha Bwana Yesu Kristo kufa ni kisa ambacho hakikuwa kisa ambacho kimenyooka, na hata masuala yake pia ukiyafuata ni masuala ambayo yanaingia katika ushaitani, kwa sababu katika maandiko wanaosema kwamba Bwana Yesu amekufa ni kwamba zilikuwa ni story ambazo zimejengwa na sheitani, ndiye alitaka kitendo kama hichi kiende kumpata. Ukisoma katika kitabu cha Luka 22 kuanzia mstari wake wa 4 pale unaambiwa kwamba akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani, huyu ni Yuda Iskariote, jinsi ambavyo atafanya nini, atamtia mikononi mwao Bwana Yesu Kristo, na akapewa fedha pale. Kwa hivyo hichi ilikuwa ni kitendo ambacho Bwana Yuda Iskariote mwanzo aliingiwa na sheitani, kisha ndio akatoka ili kwenda kuangalia namna gani ambavyo ataweza kumsaliti Bwana Yesu Kristo. Akaenda akaungana na wale wakuu wa makuhani na majemedari, ndio akaondoka kwa ajili ya kwenda kufanya kile kitendo ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe hajakiridhia, isipokuwa ni sheitani ndio amehusika katika kitendo kama hiki. Lakini ukiangalia hata Yuda alipotoka katika kwenda kumshika Bwana Yesu Kristo ama kwenda kumsaliti, katika kitabu cha Yohana 18 kuanzia mstari wake wa 2 pale nasema, naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti Bwana Yesu alipajua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara kwa mara pamoja na wanafunzi wake. Basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi, aliondoka na wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na miange na silaha. Basi Yesu hali akijua yote atakaompata, akatoka akawaambia kwamba nyinyi mnamtafuta nani? Bwana Yesu Kristo anawaambia wale wamekuja kumtafuta Yesu, na Yuda yuko pale anamjua Bwana Yesu, lakini Yesu anawauliza nyinyi mmekuja kumtafuta nani? Wakasema kwamba sisi tumekuja kumtafuta Yesu Mnazareti. Yesu akamwambia mimi hapa ndio Yesu Mnazareti. Unaambao walisongea nyuma wakaanguka chini.
sawa. Basi alipowaona unaambua wao wakamjibu kwamba ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia kwamba ni mimi. Yuda naye yule msaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Basi walipoona ni mimi walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mnatafuta nini? Wakasema kwamba tunamtafuta Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia ni watu wengine ambao ilikuwa sio kusudio. Sasa jiulize kwa akili zako timamu, lau hao walikuwa wanamtambua Bwana Yesu Kristo na wamemtokea Bwana Yesu Kristo na Yesu anawaona na hao wanamuona kwa Yesu, ilikuwa kuna shida gani waende wakamshike Bwana Yesu Kristo mpaka wakatoka wakaenda wakashika wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo pale Getsemani? Ndio Qur'ani inakuja kukwambia kule katika sura ya 4 yake 157, wakaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam rasulullah, ya kwamba kwa kauli zao hao wananena kwamba hakika sisi tumemuua Nabii Isa alayhi salatu wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu. Wama qataluhu wama salabu, hawakumuua wala hawakumsulubu, walakin shubbiha lahu, isipokuwa sisi tulimbabaishia. Hawa hawakumkamata Nabii Isa alayhi salatu wasallam, isipokuwa walibabaishiwa. wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhum lahu bihi min ilmin illa tibaa dhanna wama qataluhu yaqina. Shaona, na hao watu ambao wananena kusoma neno hayo hawana elimu yoyote juu ya hilo jambo, isipokuwa utapata wanafuata dhana tu, na tutaenda ukazione katika dakika nyingine dhana ambazo watu walikuwa nazo. Sababu Qur'ani kawaida yake huwa haidanganyi, inapoongea kitu iko na ushahidi inatoa. Wakati sasa hautoshi, lakini katika dakika zingine tutaenda tukatoe katika dhana ambazo ziko, ili kuonyesha kweli Qur'ani inaposema kwamba Nabii Isa alayhi salatu wasalam hakuwahi kufa katika msalaba, wala hakuna mpango wa yeye kufa, sababu ni kifo cha dhihaka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama qataluhu yaqina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema kwa yakini hawakumuua, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala barafallahu ilayhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimnyanyua kwake yeye, akamtukuza kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo hichi ni kitu ambacho hata kwa maandiko ukirudi pia katika Biblia, Bwana Yesu Kristo, kwa sababu wenyewe wanasema kwamba Bwana Yesu Kristo alikuja na akanyenyekea ili kuja kufa msalabani. Alipenda bimana kwa mujibu wao, kwa sababu kama umejitolea, amejitolea, huwezi kujitolea katika kitu ambacho haukipendi. Lakini ukiangalia Bwana Yesu Kristo mwenyewe, hata hichi kitu kilipokuwa kinamkaribia kwa mujibu wa Biblia kama inavyosema katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wake wa 39, ya kwamba Bwana Yesu Kristo alienda akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba dua ambayo alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba aepushwe yeye kutokana na huu mauti, akisema kwamba Mwenyezi Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ndio dua ambayo alikuwa anataka. Yeye hakutaka kufa, alitaka aepushiwe ule mauti, bimaana ondolewe, sio kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ukisoma katika kitabu cha Waibrania vile vile 5 mstari wa 7, Mwenyezi Mungu anasema kwamba alisikia ile dua. Inasema aya kwamba siku zile yeye siku hizo alijitolea yule awezaye kumuokoa yeye katika umauti, dua na maombi na machozi kulia sana, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kusikiliza sio kusikiliza kwa masikio kama yetu. Sasa tukimweka katika kiasi hicho itakuwa tunampima Mwenyezi Mungu kama mwanadamu. Mwenyezi Mungu katika kusikiza wacha Mungu anawasikiza, bimaana anajibu dua zao. Kusoma katika kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 20, Mwenyezi Mungu alipomsikiza Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, bimaana alimkubalia dua yake. Na katika kitabu cha Yohana 11 mstari wake wa 50 pia Mwenyezi Mungu anamsikiza Yesu kwa maana ya kumkubalia dua yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kama alisikia, bimaana alikubali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani mwenyekiti, niweke chini hapo, mpandishe Mwalimu Azari au Msagati inshallah, mimi nitasikilizia kwa chini inshallah. Naam, huo ni upande wa Waislamu. Sheikh wetu Sheikh Daudi kawakilisha dakika zake 15 na kazimaliza vyema kuwasilisha mada, na tutampisha sasa Maria naye dakika zake 15. Tena mwenye kuweka dakika. Asante, ninashukuru sana
kwa muda huu ambao mmeweza kunipatia kwa minajili ya kuweza kusimamisha mada hii. Natumai mnanipata. Mwelekezi, niko sawa? Sauti iko sawa? Naam, loud and clear. Tunakupata vizuri. Thank you. Haya. Kwanza mwalimu ambaye amepanda nimemsikiliza kwa dakika 15, angalau nione sababu ya kipekee ya kukataa kifo cha Yesu sijapata. Yeye amekuja na kuanza kulalamikia maandiko ya Biblia. Elewa, maana mada hii imebeba uzima wa kila mwanadamu. Akadai hivi ya kwamba Yesu alilaaniwa, kwa maana alisoma Wagalatia hiyo 13, akadai ya kwamba Kristo alifanywa. Sasa ikiwa akifanywa anakuwa, ninaomba mwalimu huyu akija atuambie naye Muhammadi alifanywa mwenda wazimu. Je, Muhammad ni mwenda wazimu? Kwa kilio hautaweza kuenda kielimu. Hapana. Kwanza Petro anaanza kwa kutuonya katika Petro wa pili 3:15, akizungumzia maandiko hayo ya Paulo ambayo watu ambao hawana elimu kama huyu ndugu wameyapotoa na kuweza kuwapoteza wengi. Kwa hivyo usije ukayatumia maandiko ya Paulo namna ambavyo isivyo. Lazima uweze kuelewa ni namna gani ambavyo maandiko ya Mwenyezi Mungu yanavyosema. Kwa hivyo kwa kufanywa si kwamba unakuwa, na kama ni hivyo Muhammad alifanywa mwenda wazimu, basi atakuwa ni mwenda wazimu. Hiyo haitawezekana kielimu. Na sasa akaja akadai kwanza hivi, hii laana ambayo iliyokuwa inazungumziwa aliyotuokoa kwayo ni gani? Ndugu yangu, mwanadamu alipoanguka katika dhambi katika mwanzo, aliweza kula tunda ambalo Mwenyezi Mungu alimuagiza asile, na Mungu akamwambia siku utakapokula utakufa hakika. Mwanzo 2:17-18. Sasa basi ikiwa ndiyo Mungu aliyoitaja na akamwamrisha, mwanadamu alipokula basi akawa amekataa agizo la Mungu, akaanguka dhambini, na hivyo basi laana ikatangazwa ya kufa. Mwanadamu anakufa ni kwa sababu ya dhambi. Sisi hatukuwepo katika shamba la Edeni, aliyekuwepo ni baba yetu Adam. Sasa ikiwa yule mmoja Adam ndiye aliyefanya dhambi, lakini leo tumerithi, itakuwaje vigumu ya kwamba kwa mtu mmoja dhambi iwezi kuondoka? Hiyo itakuwa ni akili ndogo. Kwa hivyo utaweza kuelewa ya kwamba laana hii inayozungumziwa ni ya kule mwanzo. Tena Warumi 3:25 inatueleza vizuri, yeye Kristo aliyokuja kufia, aliyofia ni dhambi iliyotangulia kufanywa, sio ukahaba wanaofanya watu sasa. Eti anadai inakuwaje mtu afe, eti Yesu afe, alafu sisi tuje yangu kama pia nimesikiza huku walimu wameongea. Sasa out of siambiwa na mtu yote, sidimu ama kulazimishwa kupromisiwa, hapana. Naam, alhamdulillah. Afadhali tuipige. Inshallah basi tutarejelea haya maneno ambayo nitakayoyasema inshallah. Sawa sawa? Yeah. Naam. Sema ashhadu Ashhadu an la ilaha
la ilaha illa Allah. illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Naam. Sema nakiri. Naam, sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki. Hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Ila Mungu mmoja. Ila Mungu mmoja. Na nakiri kwa moyo. Na nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba Muhammad ni mtume wake na mja wake. Mtume wake na mja wake. Na Yesu sio Mungu wala mwana wa Mungu bali ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Naam, Allahu akbar.